Listen to me. Nisikilize. Tanzania right now. Tanzania sasa. And it's not just Tanzania. Sio Tanzania tu. This is something that is everywhere. Hichi ni kitu ambacho kipo kila mahali. It's like we are seeing attempts of assassination. Tunaona majaribio ya mauaji. Attempts of assassination. Majaribio ya mauaji. It is a spirit that is hovering around the world right now. Ni roho ambayo inazunguka ulimwenguni sasa. And as you speak, na tunavyoongea, you can even see it in Tanzania. Unaweza kuiona hata Tanzania. And this does not only attack na hii haivamii ordinary people. Haivamii tu watu wa kawaida. No. Hapana. Those figures in the society. Wale wakuu kwenye wale wanaojulikana. Famous, so to speak. Maarufu tukisema. Even in the political field. Hata kwenye uwanja wa siasa. You know, when you survive assassination once, unaporuhusiwa kuuliwa mara moja, don't look for the second time. Usitafute tena kwa mara ya pili. You've got to be careful. Unatakiwa makini. Don't keep putting your neck out. Usiendelee kuweka shingo yako nje. I don't know if you hear what I'm saying. Sijui kama mnasikia ninachokisema. There is every sign open for you to see. Kuna kila ishara ziko wazi kwa wewe kuziona. You will be killed again. Utauliwa tena. And you keep doing it. Na unaendelea kufanya. We pray. Tunaomba. This person understands this. Huyu mtu aelewe hili. Nobody will benefit from his death. Hakuna mtu ambaye atanufaika kutoka kwenye kifo chake. Nobody. Hakuna. There are things you just have to drop down a little bit. Kuna vitu tunabidi uviache kwa kidogo. Survive to fight another day. Ishi kuipambania siku ijayo. Do you hear what I'm saying? Je, unasikia? You can see the thing coming in. Unaweza kuona hichi kitu kinakuja. It can even be something slow. Inaweza ikawa hata cha polepole. But if these words are not listened to, lakini kama haya maneno hayatosikika, this is a chain. Huu ni mlolongo. Like the thing has tracked a list of people. Ni kama ina orodha ya watu. And there are 3 na wako watatu in that track. Katika huo nyororo. There are 3 who have noticed. Kuna watu watatu ambao wamejulikana. You'll see. Utaona. They'll grow cold. Watapoa. And some will run away. Na wengine watakimbia. Even hata pulling back from this issue they are doing. Kurudi nyuma kwa hili jambo wanalolifanya. They've seen death. Wameona kifo. If we lost a whole president, kama tukimpoteza rais, who are you? Kama tulipoteza rais, wewe ni nani? Great people have already died. Watu wakubwa wameshaondoka. I'm not saying don't be bold. Sisemi kwamba usiwe jasiri. But I'm saying, lakini nasema, if you are really focusing on winning, kama unatazamia kushinda, live. Ishi. Don't die now. Usife sasa. Because I've realized in Tanzania, kwa sababu nimegundua Tanzania, people are hypocrites. Watu ni wanafiki. Very hypocritical. Wanafiki sana. They will say you are the best. Watasema wewe ni bora. But when that person needs their support, lakini yule mtu anapohitaji msaada wao, none. Hakuna. When the gun is on that person's head, pale bastola inapokuwa kichwani mwa huyo mtu, no one will bat an eye. Hakuna mtu atakayemtazama. Then you realize. Hapo ndipo utagundua. You realize. Utagundua. This was not the correct strategy. Huo kwa mpango sahihi. Are you listening to what I'm saying? Je, mnasikia ninachokisema? A lot is being said. Mengi yanaongelewa. As we keep going closer and closer to our general elections, tunapoelekea karibu sana katika uchaguzi wetu, things are being spoken. Mambo yanaongelewa. Prophets and men of God, hata kwa manabii na watu wa Mungu, they speak things. Wanaongea vitu. Some we know they are correct. Wengine tunajua wako sahihi. But some are very they are confusing politicians. Wengine wanachanganya wanasiasa. They are telling them you are doing the right thing and yet this person is messing up. Wanaambia unafanya kitu kizuri na kati huyu mtu anaharibu. Prophets used to be advisors, best advisors for kings. Manabii walikuwa ni washauri bora kwa wafalme. You don't see prophets advising a king to die. Huwezi kumuona nabii anamshauri mfalme afe. They would give advices on how to win battles. Atampa ushauri namna gani ya kushinda vita. If you have a prophet advising you, ukiona nabii anakushauri and they are sticking your neck out to be killed, na anaweka shingo yako nje uliwe, be careful. Kwa makini. Our prophecies are supposed to save lives. Unabii wetu unatakiwa uokoe maisha. Just look at it. Angalia. And you'll see. Na utaona. The death of this person. Kifo cha huyo mtu. Who will benefit? Nani atakayenufaika? And you'll realize those say push, go. Na utagundua wale wanasema nenda. They are hypocrites. Ni wanafiki. Hypocrites. They told that to the late president. Walimwambia hivyo rais aliyepita. Were they there when he's going out? Je, walikuwepo wakati anaondoka? We don't know what took him out as, an official statement. Hatujui nini kilichomuondoa kabisa. But those who understand. Ila wale wanaelewa. So don't be foolish. Kwa msio wajinga. I had to tell people this. Nilibidi niambie watu hii. If we are looking for something great for this country, kama
tunatafuta kitu ambacho ni bora kwa ajili ya nchi yetu, we need to look at long-term things. inabidi tuangalie vitu vya muda mrefu. You know, there are those people online. Usually they just don't like how I prophesy politics. Watu mtandaoni hawapendi tu ninavyotoa nabii kuhusiana na siasa. Listen, Sikia, I have spoken nimeongea and I'll speak again. na nitaongea tena. But you will remember these words sometime soon. Lakini utakumbuka maneno wakati fulani. Now you like to be entertained. Sasa unapenda kuburudishwa. By words like, do this, force it. Yes, it's saving our country. Kwa maneno kwamba fanya hivi, lazimisha, inaokoa nchi yetu. We need people, not a party. Tunahitaji watu lakini sio chama. A person, not a party. Tunahitaji mtu na sio chama. Every time we talk about parties, we miss the mark. Kila wakati tunapoongelea kuhusiana na vyama tunakosa shabaha. But when we start to look at who, lakini tukianza kuangalia ni nani, we get the right thing. Tunapata kitu sahihi. Regardless of which party. Haijalishi ni chama gani. That is to tell you, hicho ni we need a person. Tunahitaji mtu. We don't need a party. Hatuhitaji chama. So anyone who tells you this is the right party, kwa hiyo mtu yote anakuambia hichi ndio chama sahihi, run away from that nonsense. Kimbia kwenye ujinga. It's a lie. Ni uongo. The Bible says we are children of God. Biblia inasema sisi ni wana wa Mungu. He is the King of Kings. Kwamba ni mfalme wa wafalme. So I'm advising kings. Kwa nashauri wafalme. So for those who are not kings, relax yourself with your blood vessels. Kwa wale sio kwa wafalme, tulia. Yeah, let your blood vessels do its job. Acha mishipa yako ifanye kazi yake. Don't stress them. Usisumbue. Doesn't sit well with everyone. Hii haitakuwa njema kwa kila mmoja. This guy in the opposition party, huyu mtu kwenye chama pinzani, who was almost shot to death, ambaye alikuwa karibu apigwe afe, it's not God who saved him. Sio Mungu aliyemwokoa. Now that's why. All right. Someone will say, it's not God. Sio Mungu. It's poor shooters. People were not good at shooting. Watu hawakuwa bora katika